Haidi sauti ya DJXP official babake na Alvini. Kumbuka natokea Iko Sawa Studio. Filamu yetu inaitwa The Quiet Village. Basi moja kwa moja tunaanzia hapa. Ni huko Nigeria. Huku ni kijijini kabisa. Yuko mwanadada mmoja ambaye anaonekana haikwenda kuteka maji katika ziwa. Lakini yuko mwamba mmoja naye alikuwa akioga hapa. Aliweza kumuona huyu mwanadada na aliweza kuvutiwa naye. Akaona hata siogi tena. Basi taratibu alikuwa akimfuata mwanadada huyo. Binti alimsubiri baada ya kuona anafuata. Hey, hello. Oya, habari yako? You from this village? Je, unaishi katika hichi kijiji? Aishi. Ambia ndio. Je, kweli unanihakikishia hilo? This village. Ambia ndio naishi hapa. Never seen such a beautiful damsel. Kiukweli sije kuona binti mzuri katika hichi kijiji kama wewe. Thanks for the compliments. Kama jalishi mimi nataka kuweza kupeleka maji nyumbani. Which family are you from? Je, unatokea familia gani? Whose family? Asema Unclatus family. I'm a sister to Familia Unclatus. Ofowi. Mimi ni mdogo wake na Ofowi. My friend. Ofowi ni rafiki yangu. He has such a beautiful sister. Siamini kama ana dada mrembo kama huyu. Wow, you are so beautiful. Kiukweli wewe ni mrembo. Ni mzuri sana. You heard him. Sasa kama hautojali, ningeweza kukusaidia kubeba mtungi wako huu wa maji na kupeleka nyumbani. Insist. Usijali. I can't allow such a beautiful lady. Huyu mwamba anaitwa Akoto. Aliweza kumsaidia. Asema siamini kama nimekutana na mrembo kama wewe. Basi moja kwa moja Akoto pamoja na huyu binti ambaye anaitwa Egiwa ambaye ni mdogo wake na Ofowi. Lakini kuachana na huko, tunakutana na binti mmoja hapa. Anashuka zake katika mnazi, alikuwa amekwea mnazi kutungua baadhi ya nazi za matumizi ya nyumbani. Nafisa. Kuna mwamba alifika hapa. Ni rafiki yake na Nafisa. Binti anaitwa Nafisa. Hamia Nafisa. Woman. Wewe ni wa kike. Allow your brother come and broke these things. Kwa nini usingemwachili jukumu kaka yako aweze kuja kukwea mnazi? Oni mse kubetie ni dua for the adu ya de kitu bike. Wewe unajua kupanda mti ni kitu kigumu, lakini kwangu mimi naweza. Wala sikuhitaji msaada wa kaka yangu. There's nothing I will say that you will listen to. Kile ninachokisema ningependa unisikilize rafiki yangu. How come my best friend who is a woman is doing things that men are doing? Wewe ni rafiki yangu, lakini unafanya mambo ambayo mwanaume anapaswa kufanya. In this house. Haipendezi. Just allow me, okay? I know definitely. Inabidi unikubali, mimi nimeshazoea maisha yangu haya. Sasa wewe umetokea wapi? I went to check on somebody in the other town. Nimetokea hapo mjini kidogo kumuona rafiki yangu. To the house. Okay. Lakini kwa sasa naelekea nyumbani. Unless this weekend I will like one of the coconuts. Yeah. Sasa vipi unaweza kunipa hata nazi moja kama kweli ni za kupeleka nyumbani? I'll come and add up. I like the big one. Mimi nachukua moja. Yes. Wewe chukua. Baba fie, adu usiana. Mimi nakwambia ukweli kwamba nazipeleka nyumbani, wewe unafikiri utani? I shall see you, okay? And Nafisa, stop climbing a tree like a monkey. Lakini Nafisa, uache kupanda mti kama tumbili. Wewe ni wa kike bwana. Kumbuka hii ni sehemu ya kwanza, wanaita The Quiet Village. Mimi ni wako DJXP official. Basi Nafisa alichukua nazi zake akielekea nyumbani. Ni binti ambaye anafanya shughuli za kiume mpaka hata watu wa kijijini wanamshangaa. Lakini wakati huo tunakutana na Mansa akiwa na kaka yake. Okay. Nafisa, unaelekea wapi? Basi naenda kuangalia mitego yangu kama imeweza kukamata kitoweo chochote. So nisemedie. Bwana wewe niambie tu kuna sehemu labda unaenda. Yana pesa. Kiukweli Mansa, siwezi kudanganya. Na mtie musu sana. Napenda kutembea sehemu za shambani kuangalia ndege na mazingira mbalimbali. Usokanike. Lakini bwana utakuwa unaenda kumuona mwanaume wewe. Ambia mimi sikogo hata katika mahusiano. Tunachewa. Muda gani wewe umenionaga niko peke yangu? Wala hata sipendagi mahusiano. Na visana mambo ya kiume. Na huyu ni nani? Ambia ni kaka yangu. Una uhakika bwana? Adamu kwani. Nikuchagua ndio. Unanificha kitu. Ambia sisi tunakwenda shambani kuangalia chochote kile cha kupeleka nyumbani chakula. Na baba show. Lakini wakati mwingine Nafisa, uwe unakaa nyumbani. Sio baba huyo. Hey.
Sijui kukuonaga hata siku moja umekaa nyumbani. Wewe ni wa kuzurura tu. Basi chukua uangalizi huko uendako. Mansa alimwacha Nafisa. Mansa. Abayo kama baby. Huyu ni nani huyu binti? Ni rafiki yangu. Anaitwa Nafisa. Dauli Nafisa. Wadau. Ina maana mjui Nafisa? Mimi habari. Huyu ni mdogo wake na rafiki yako Okoto. Wewe. Asa usiniambie hivyo. Are. Kwa nini? Matafa kutu. Rafiki yangu Okoto? Mimi hapa kitikiti na wanya kama sasa. Mara mwisho kumuona huyu binti alikuwa mdogo eti. Wewe. Lakini sasa hivi anaonekana mrembo kweli kweli na amekuwa. Wow. Bra. Yes kaka. Are. Kwani umeshangaa hivyo? Na Hichi kitu kweli kimenishangaza. Hapo kimenivutia. Tabe na besa kosira nibio. Utaonana naye lini tena? Tuno. Aso binti akaagi nyumbani. Dame kome. Labda wakati mwingine nijaribu kumtafuta. Uko basi mtafute. Ndanko. Na utakapompata unijulishe. Uko swa. Let me know. Ni wewe utakapomuona uniambie. Ni msa, usema kwepi. Sasa mwa kaka create. Yaani mwanaume kama mimi kwenye hichi kijiji. Lazima niwe na binti kama huyo. Bra. Jamani kaka. Nadhani umenielewa mdogo wangu. Mansa. Basi wao walielekea zao shambani na kutafuta chochote kwa ajili ya nyumbani. Lakini kaka yake Mansa tayari litokea kumpenda Nafisa. Sasa tuje kwa kina Egiwa. Kuna kitu ambacho nataka kuweza kuongewa na wewe. Esumisha nuna uni ya kutu. Enena. Niliweza kukuona wewe na Wakutu akiwa amekusaidia kubeba mtungi wa maji. Nini kinaendelea kati yako na Wakutu? Nilimoni bia. Kaka, hamna kibaya. Sada nene siku kwanza yeye nilipokutana naye Akoto. Abra mkobu nsiyono nusu ejari wonsiyono. Sio mnyano. Yeye aliniomba nisaidie ule mtungi. Lakini alinisifia kwamba mimi ni binti mzuri na alihitaji urafiki na mimi. Mwana. Nti sada nenda audisiao. Eno so pe yonko. Kwa mara kwanza tu mlipokutana mkaanza urafiki. Ambia ndio kaka. Huyu ndiye Ofowi mwenyewe. Osini hune enefe. No. Yeye ameniambia tu kwamba mimi ni mrembo, ni mzuri. Sawa. Nikasema macho. Lakini sikilize vizuri. Ya baba nikupe. Unajua wewe ndo dada pekee ndiye kutegemea. Akutu si hwenu. Sujidi na kama Akutu anakupenda, inabidi aweze kuonana na mimi. Manimbe huni. Maana mimi ndo kaka yako pekee. Na efa hii ntuyi. Ili tuweze kuweka mipangilio sahihi. Isumu kwanso na mti Taliban usekutire enwembwa. Haina haja ya kuweza kuonana na huyu mtu kichochoroni kwa maficho. Akutu ikrosu yene niyo. Lakini Akutu ananiambia kwamba yeye ni rafiki mwema. Nyonko nonya minyonko su. Ninamjua na alisema pia yeye ni rafiki yako. Ndio. Nyoyo kwa matehebra. Yenja ma. Nimekuelewa kaka. Osudi. Basi mimi na Akutu tutaweza kuongea. Usia menyi. Na tutakuja kwako. Uso. Lakini wewe inabidi uweze kutafuta binti wa kumuoa. Umri unaenda kaka. Ofowi. Inabidi utafute mke wa kuoa. Lakini unanishawishi kweli? Najaribu tu kukushawishi kakangu. Waka mate. Nafikiri umekuja kwenye pointi nzuri. Tunaona mo. Nemu dia maka acha uno. Nitatafuta atakayenifaa. Sam na triba basa ne okuru hona nkorare nyinyi mrofu na nkofasa ni sani bima. Na eba osimiru. Ila nikwambie tu uwe makini na huyu mtu. Sata dia ba ku mse. Umenielewa? Sawa. Wakati huo Mansa akiwa na mdogo wake alikuwa anarejea nyumbani. Kaka alikuwa ana pluni nazi hizo. Basi mdogo mtu alimwaga dada yake kwamba anaondoka. Fakentenisi wanakokububusugu barani. Wakati huo inaonekana kuna kitu kinatoka mawinguni kikiwa na spidi ya moto wa hatari. Wakazi wa kijiji hicho walikuwa na shughuli zao wakiendelea na shughuli kama kawaida. Ghafla tetemeko. Kitu hichi kiliangukia baharini. Hatujui ni kitu gani. Bwana, si mchezo si mchuzi. Ilibidi sasa raia wote wa kijiji wakimbilie huko baharini huko. Sorry kidogo. Hili ni ziwa, sio bahari. Sasa wakimbilie huko ziwani. Waangalie kuna nini kilichojiri. Kiumbe cha ajabu kiliweza kuteremka kutoka mawinguni. Hicho hapo kama unavyokiona. Kumbuka hii hapa ni sehemu ya kwanza.